بسم الله الرحمن الرحيم. Eneza elimu. ولا يطلع على أسراره إلا من وفقه الله إليها وهو بحر يصبح فيه المفسرون والفقهاء ويرجع إليه البلغاء ويستفيد منه العقلاء ويعجز عن الاتيان بمثله النحاة والأدباء. ثم الصلاة والسلام على مفسر القرآن محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وزنكم katika iman, naendelea na suratu Abasa. Tulishia katika aya thumma as-sabila yassara, ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم السبيل يسر. kisha Allah akamrahisishia mwanadamu njia ya kutoka katika tumbo la mzazi wake. Thumma amatahu faakbara, kisha Allah atamfisha na atamtia ndani ya kaburi. Thumma amatahu faakbara, kisha Allah atamfisha na atamtia ndani ya kaburi. Thumma idha shaa anshara, kisha Allah akitaka atamfufua. Kalla lamma yaqdi ma amara, sivyo, bado huyu mwanadamu hajatekeleza ipasavyo yale yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Falyanzur al-insan ila ta'ami, mwanadamu achunguze kiundani na uhalisia chakula anachokula kimetokana na nini. Anna sababna al-ma'a sabba, kwamba sisi tumeteremsha maji ya hali ya kuyateremsha yakiwa mengi. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tukaipasua ardhi hali ya kuipasua. Faambatna fiha habba, tukaotesha ndani yake mimea mbalimbali. Wa inaban wa qadba, na mizabibu na mboga mboga. Wa zaituna wa nakhla, na mizaituni na mitende. Wa hadaiqa hulba, na mabustani yaliyoshonana yenye miti mingi. Wa fakihatan wa abba, fakih waotesha na matunda na aina mbalimbali ya mimea. Mata'an lakum wa li'an'amikum, lakini vyote hivyo ni starehe kwenu nyinyi na wanyama wenu. Idha jaa as-sakha, kitakapokuja kiyama ikapulizwa parapanda. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi, ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake. Wa ummihi wa abihi, na baba yake na mama yake. Wa sahibatihi wa banihi, na mke wake na watoto wake. Likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughni, kila mmoja siku hiyo atakuwa na jambo linamhusu, atakuwa na jambo linamshughulisha. Wujuhu yawmaidhin musfira, wale wema siku hiyo nyuso zao zitakuwa zinang'aa. Dhahikatun mustabshira, wakifurahi wakitabasamu.
wa wujuhu yawmaidhin 'alayha ghabara, na nyuso zingine zitakuwa zimejawa na mavumbi. Tarhaquha qatara, zimesongwa na weusi. Ulaika humul kafaratul fajara, hao ni makafiri na ni waovu. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia hali ya wale waliopinga ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. أخي الكريم، عندما تقرأ القرآن لابد أن تشعر كأن الله عز وجل يخاطبك مباشرة. unaposoma Qur'an lazima uhisi kana kwamba Allah anakuzungumzisha live, sababu haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma sabila yasa, kisha Allah akamrahisishia mwanadamu njia kutoka katika tumbo la mama yake. Ay thumma yassara lahu tariqa al-khuruj min batni ummihi, Allah akamrahisishia njia kutoka kwenye tumbo la mama yake huyu mwanadamu anayempinga Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula annahu ta'ala ja'ala ra'sahu mankusa, na lau kama si Allah kugeuza kichwa chake katika tumbo ya mama yake inda alwilada, wakati wa kuzaliwa, wayasara lahu alkhuruj, na akamrahisishia kutoka, tanaqa fi batni ummi, yabaki ndani ya tumbo, ingefia huko. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kamrahisishia mwanadamu, hatoki mpaka Allah amrahisishie. Uchungu utakwenda, utayarudi na nini, mpaka Allah amrahisishie. Sasa hivi ndio unatoka. Kwa hiyo unaweza kupata ibra kwa mkeo tu kujifungua, ukamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitendo tu cha mkeo kwenda kujifungua na uchungu ulivyomkamata, unaweza kuona ukubwa wa Allah. Na ndio maana wakati mwingine ukibahatikiwa, yani ukifanikiwa, mpe na mkeo. Kwa nini wewe hujulikani unapopata na unapokosa? Yani wewe haujulikani, ukipata inakuaje, ukikosa inakuaje? Wewe kwa nini hujulikani? Unapopata kanunue vitu vizuri, kanunue kuku, peleka nyumbani, familia wajue leo umepata. Sasa kila siku tu mchicha, dagaa, nini, vipi? Aishi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipata mpaka familia wanajua kama amefanya, amepata. Wewe unataka kujulikana. Unajua hawa wakijua kama leo nimeingiza kiasi kama hichi, mambo yote yatakuja. Vipi? Wewe toa hata kama ni 5,000 ya vocha mpe. Kwani shida hiyo? Kwa hiyo ndio hivyo. Sisi tuseme kwamba kwa kutunyonyeshia watoto ndio tupatane kiwango la. Hatusemi hivyo. Maana kuna wengine wanasema kwa sababu wananyonyesha inabidi mpatane bei. Si hivyo bana. Yaani kwa kunyonyesha si haki yake. Kwa hiyo tupatane bei. Hamna, tupatane bei, tutakuwa tuna watoa kidogo hivyo. Tuseme kwamba ni sheria wakinyonyesha kwamba wafanyaje, tupatane kiwango kwamba wewe utanyonyesha kwa 200,000. Ila na wewe ujue kwamba ile ni kazi nzito. Hiyo unatoa kiasi, unapunguza magepu, na maisha yanakwenda. Thumma amata fa akhbara, kisha Allah atamfisha mwanadamu, atamtia ndani ya kaburi. Kaburi ndugu zangu ni zito. Kaburini una adhabu.
kaburini imma an yakuna rawdatu min rawdati min riyadati aljanna, imma kaburi ni moja katika viwanja vya peponi, wa imma an yakuna khufratu min khufri an-niran, na imma kaburi ni shimo katika mashimo ya motoni. Tukiswali jeneza katika dua, Allahumma ij'al qabrahu rawdatu min riyadati aljanna, Allah jalia kaburi yake ni moja katika viwanja vya peponi. Wala tajal qabrahu hufratan min hufari an-niran, usijalie kaburi yake kuwa ni moja katika viwanja vya motoni. Kaburi wakafa bil maut maw'idha, inatosha kwa kifo kuwa ni mawaidha. Thumma amatahu faqba, kisha Allah atamfisha mwanadamu, atamtia ndani ya kaburi. Wewe kama ulichomwa moto unajikuta kwa kaburini, unaulizwa marabu kanani mola wako, utachoma moto. Hata umeze na mnyama. Thumma idha sha'a ansha, kisha Allah akitaka atamfufua, kwa sababu jambo la kufufua na kiyama anayejua ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anajua. Ay thumma hina yasha Allah yuhyi fa yukhrijuhu min qabrihi ila al-hisab, kisha Allah akitaka atamfufua, atamtoa katika kaburi kwa ajili ya hesabu. Kuna hesabu siku ya kiyama, lazima tuhesabiwe. I'malu ma shi'ta kama tadinu tudan, fanya unavyotaka, kama unavyofanya ndivyo utakavyojibu. Cheza na Ramadhani, fanya unavyojua mwenyewe. Hilo sasa tunakufikishia kwamba wewe ukileta mchezo utakuja kujuta siku unaondoka ndani ya maisha hii. Allah azza wa jalla ja'ala min ahli Ramadhan, Allah amekujalia wewe ni katika watu wa Ramadhani, na Ramadhani inakimbia, wewe hautathmini kwa haya matendo ni nani ninayoyafanya, kweli mimi nitafanikiwa? Sababu tunapambana kutafuta takwa, ngao ya kupambana na shetani. Sasa wewe jiulize mwenyewe, kwa hii funga yangu hii ninayoenda nayo hii, kweli mimi nitafanikiwa kupata hiyo ngao? Sababu cha Mungu ni ngao. Tumo ndani ya semina. Baada ya Ramadhani yatatoka matokeo. Kila mtu atapewa ngao yake. Kuna watakaopewa na kuna watakaokosa. Sasa kuna thumma idha sha'a anshara, kisha Allah akitaka yeye atamfufua mwanadamu kwa ajili ya hesabu. Kalla lamma yaqdi ma amara, fa innahu lam yaqdi ma amarahu Allah, sivyo? Hakika huyu kafiri, huyu anaipinga uwepo wa Allah ya Muhammad, bado hajatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, bado hajatekeleza. Lamma yaqdi ma amara, lam yaqdi ma amarahu Allah bihi min al-iman wa ta'a, bado hajatekeleza imani na utiifu kwa Allah. Walam yaf'al ma kullifa bihi min al-ibadat, na bado hajatekeleza aliyolazimishwa katika ibada. Walam yashkuru khaliqihi al-mun'im, na bado hajamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa, bado hajashukuru. Ukhwat al-kiram, min a'zami ash-shukri as-sujud. Katika shukrani kubwa ni mtu kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kusema tu mimi namshukuru Allah biduni as-sujud. Yale bila kusujudu na kumtekelezea Allah amri zake, wewe unasema mimi namshukuru Allah, kama neno hana faida. Wewe kama hauswali kumsujudia Allah, hata useme ninashukuru, hakuna faida yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anataka kuone unatii, tasjud, unamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا من أعظم الشكر، نيل شكراني كبه. ويوم القيامة، نسيب القيامة، يوم يكشف عن ساق، siku ambayo Allah atakunjua miundi yake. Wayud'auna ila sujud,
na watu watalinganiwa wasujudu, fala yastaqilun, hawataweza. Kwa nini hawataweza? Walikuwa hawasujudu katika dunia, hawasujudu. Sasa kama hawasujudu, wataweza kusujudu siku ya Kiyama? Duniani hawakusujudu, hawakuwa na taa na Allah subhanahu wa ta'ala, akhera wasujudu. Al-Hafidh Ibn Kathir wakati anatafsiri aya hii akasema, kullama arada an yasjuda lillah, kila anapopindisha mgongo msujudia Allah, mgongo unarudi juu. Fala yastati'una, hawataweza. Haulai ashqiya, hawa ni waovu. Wa amma almu'minun, ama wanaoabudu Allah katika maisha ya dunia, wataporomoka, watamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, siku ya Kiyama. Allah atataka angalie ni wanani walomtumikia yeye na ni wanani hawakumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo wanapatikana watu wanafunga waswali, wanafunga katika vitenguzi vya saumu ni mtu kufunga bila kuswali. Katika vitenguzi vya funga ni mtu kufunga bila kuswali, na hamna kitu. Naona falyanzuru al-insanu ila ta'ami, ay falyanzuru hadha al-insanu al-ghafil, angalia mwanadamu anayeghafilika, al-jahil li fadli rabbihi wa in'ami, anayepingana na fadhila za Allah na neema zake, ila amri maashi, angalia jambo la maisha yake. Kaifa hayya Allahu lahu asbab at-ta'am, Allah amemwandalia vipi sababu za chakula. Yani unajua unaweza ukalima na ukapata darasa, lakini mimi nashangaa wakulima hawapati darasa. Allah anasema falyanzuru al-insanu ila ta'am, yani mwanadamu achukue darasa, aangalie chakula na chakula, hapo ataona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe unalima, unaweka mbegu, kwani Allah yeye anataka akufundishe nini? Kuna kitu Allah anataka kukufundisha? Hali ya wewe kulima na kuweka mbegu, Allah anataka kukufundisha kwamba na wewe utakufa na utafufuliwa. Al-maut wan-nushur, ndio Allah anataka kukuonyesha kupitia chakula unachokula, kwamba wewe unalima kisha unaingiza mbegu ndani ya ardhi, unasubiri Allah ateremshe nini? Mvua. Baada ya kuteremsha mvua, subhanallah, ule mmea unapanda. Wakadhalika nushur, na hivyo ndivyo utakavyofufuliwa. Kwani hata sisi tunapokufa tunafanywaje bwana? Tunaenda tunachimba, si ndio? Tukichimba tunakuweka mle, si ndio? Unaoza. Mtume sallallahu anasema mwanadamu anaoza wote mzima, ila isipokuwa kuna kitu kimoja kiozi. Tumesema kwenye mwili kuna kitu kiozi, ajabu dhana, ambacho hiyo ni mbegu ambayo utaanzia kuota hapo. Na hivyo ukisikia mwisho kwenye makalio ukiwa na ukifanya research, utaona mbona kama unamkia mwisho. Ni kwenye makalio mwisho ukiwa unafanya research, utahisi mbona kama kuna mkia. Sasa mfupa huo wenyewe hauozi, na hiyo ndiyo mbegu utakayoota wewe. Falyanzuru al-insanu ila ta'am, achukue darasa mwanadamu kwenye chakula anachokula. Anakula ugali, umepatikana anna sababa al-ma'a sabba, sisi tumeteremsha maji, hadi kuteremsha mvua imeshuka, na siku ya Kiyama watu wakiwa ndani ya ardhi, mvua itanyesha muda mrefu ili waote. anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tukaipasua ardhi ikapasuka, mahindi yakaota. Kwa hiyo wewe hauchukui darasa kwenye chakula. Umepanda heka nzima, heka 10, alafu na siku moja unaamka
ukiangalia unaona yametoka. Hani mchezo tu, dakika 0 mahindi yamefanya yametoka. Wewe unajifunza nini? Kuna vitu unajifunza, unachukua darasa, unajifunza al-maut wan-nushur, unajifunza kufa na kufufuliwa. Sababu na wewe ukifa ambao tunakupeleka makaburini, tunakubwaga ndani ya udongo, usubiri huko kiyama mvua itanyesha, kisha na wewe utafanya nini? Utafufuka. Tumenasema yaksharu nasa yawm al-qiyama hufatun uratan ghurla, watu watafufuliwa siku ya kiyama kufatu wako peku, ghurla, hawajatailiwa. Watu watafufuliwa siku ya kiyama, yawma yakhrujuna min al-ajdad siraa, siku ambayo watu watatoka ndani ya makaburi kwa haraka, kaannahum jaradun muntashir, kana kwamba wao ni nzige waliotawanyika, muhtuina ila dari, wanakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hiyo siku ambayo Allah anataka tujipinde ndani ya Ramadhani tuweze kusalimika na adhabu ya siku hiyo. Alafu wewe unafunga mchezo na una wasiwasi, unachezea somo, unaharibu. Sasa nasababina alma sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa faambatna fiha habba, tukaotesha katika ardhi mimea. Unakula mahindi, unakula maeko, unakula nini, unafanya mchezo, unakula riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta ala ma'siyah, na yako katika maasi. Wa ba'dhum subhanallah ya'suna Allah fi Ramadhan, kuna wengine wanamuasi Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, la yakhafuna Allah azza wa jalla. Ramadhani na maasi, wengine hawana muda, fadhila kuacha huru na moto, hawana muda wa hayo. Wao na maasi mpaka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa faambatna fiha habba, tukaotesha katika ardhi hiyo mimea, ngano, mahindi, watu wanasaga unga, wanakula, wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inaban wa qadhiba, na zabibu, Allah subhanahu wa ta'ala kaotesha mimea. Wa qadba, na mboga. Qadba, mboga, kuna mchicha, Chinese. Ila hauna darasa, wewe huna darasa, ujifunze. Lazima uchukue darasa, usile tu kama taakulu al-an'am, kama unakula wanyama. Kula ukiwa na akili timilifu ya kwamba ipo siku utarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua darasa kwenye chakula. Falyanzuru al-insanu ila ta'am, falyanzuru al-insanu mimma khuliq. Hivi ni vitu ambavyo Allah anataka uangalie kwa jicho la yaqini. Falyanzuru al-insanu mimma khuliqa, mwanadamu afikirie ameumbwa kutokana na nini, asile tu hapa duniani. Kama Allah alivyosema, kufara yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu al-an'am, wanakula wanastarehe kama wanakula wanyama. Wanaru maswallahu, na moto wanasubiri. Sababu Allah anataka wewe ule umfikirie yeye, ukamsujudie yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa wewe hilo wewe huna. Wa zaituna wa nakhla, na mizaituni na mitende. Wa fakihatan wa abba, wa fakiha, matunda mbalimbali, wa abba, aina mbalimbali za mimea. Allah subhanahu wa ta'ala amekumbia wewe. Mata'allakum wal an'am, hivi vyote Allah ameviumba ni starehe kwa nyinyi na wanyama wenu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi sisi tunafanana na wanyama. Ala sabili mithali, kwa mfano
Wewe unalala, kwani mnyama halali? Analala. Wewe unakula, kwani mnyama hala ni yeye? Wewe unatembea, kwani mnyama atembei? Anatembea. Kwani wewe matamanio yako unakidhi au kidhi? Kwani mnyama naye hakidhi? Anakidhi. Fama alfarqu bainaka wa baina albaqara? In kana al-amru kadhalik, ma alfarqu bainaka wa baina albaqara? Utofauti wa wewe na ng'ombe ni bora inaonekana vile unashiriki. Tena inawezekana yeye mnyama akarelax zaidi kuliko wewe. Sababu wewe paka mahari ukaoe, lakini yeye hana issue hizo. Ndio maana Allah anasema mata'allakum wa li'an'amikum. Ni starehe kwa nyinyi na nani? Na wanyama wenu. Unapotaja issue ya starehe, wanyama wanaingia. Wewe unakula na yeye anakula, unalala na lala. Unakidhi matamanio na yeye anakidhi matamanio. Sasa utofauti wa wewe na mnyama ni nini? Al-ibada wa al-kiram, al-khudu' lillah. Utofauti wa wewe na mnyama ni kwa sababu wewe unamwabudu Allah. Ukisikia adhana ya dhuhuri unakwenda kumsujudia Allah. Huo ndio utofauti wa wewe na mnyama. Bila hivyo wewe na mnyama ni sawa. Allah anasema laqad dhara'na li jahannam kathira min al-jinn wal-ins. Tumewaandalia moto wa jahannama wengi katika majini na watu. Lahumul qulub, wana nyoyo la yafqahuna biha, nyoyo zao hazimtambui Allah subhanahu wa ta'ala. Walahumul a'yun la yusiruna biha, wana macho hayaoni haki. Walahumul adhani la yasma'una biha, wana masikio hayasikii maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah anasema watu sampuli hii ni sawa na wanyama, tena bora wanyama kuliko watu hao. Utofauti wa wewe na mnyama ni kwa sababu wewe unamwabudu Allah. Mnyama yeye hana funga Ramadhani, hayumo. Wewe mwenye funga Ramadhani unayoichezea, yeye hana saumu. Hana saumu. Haukutani naye hapa msikitini kwamba amekuja kusali, la. Huu ndio utofauti wa wewe na yeye. Allah amekupa wewe akili ya kuweza kutofautisha baina ya haki na batili. Lakini usije ukajigamba kwamba eti wewe na mbuzi, kwamba wewe unaenjoy sana maisha kuliko mbuzi. Wewe kwa sababu una akili, unajua kwamba Allah amekuamrisha, kuna maamrisho na kuna makatazo. Allah amekuamrisha uswali, Allah amekuamrisha ufunge. Huu ndio tofauti wakati ya wewe na mnyama. Lakini kama sivyo yote umefanana. Ikiwa wewe hautomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, fama alfarqu bainaka wa baina al-khinzir wa baina al-kalb? Kama wewe hutomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, utofauti wa wewe na mbuzi nini? Kama wewe hutofunga Ramadhani na ukamtii Allah subhanahu wa ta'ala, utofauti wa wewe na ng'ombe nini? Na nyote sawa. Sababu wewe umeumbwa ili muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sijaumba majini na binadamu lengo ni Mungu. Kama wewe hautofanya ibada, wewe na mnyama mna tofauti gani? Hauna tofauti na mnyama. Sababu wewe umeumbwa kwa lengo maalum, nalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo unakuwa wewe ni tofauti na mnyama. Kwa hiyo fa idha jaat as-saakha, pindi kiyama kitapokuja au parapanda itakapopulizwa. Fa idha jaat as-saakha, sayhatul qiyama, itapopulizwa parapanda kwa ajili ya nini? Ya kiyama. Yauma yafirru al-mar'u min akhi, hali hiyo mtu atamkimbia ndugu yake. Ndio atakimbia. Yafiru al-mar'u, mtu atakimbia min akhihi, kunako ndugu yake, wa ummihi wa abihi, na mama yake na baba yake, wa sahibati wa akhihi, na mke wake,
wa banihi na wanao, ay fi dhalika al-yawm ash-shadid ar-rahib, siku hiyo nzito ambayo ina vitisho. Yahrubu al-insan min a'azzi wa ahabbi an-nas ilayhi, mtu atawakimbia watu ambao anawapenda na wanapendeka kwake mno, lakini atawakimbia. Yahrubu min akhihi, atamkimbia ndugu yake, wa ummi wa abi, na mama yake na baba yake, wa zawjatihi, na mke wake, wa banahi, na wanae, lian la yutalibuhu likulli mri yawma idhin sha'nu yughni. Kila mtu ana jambo linamzonga. Hivi leo mimi afil jannati am fi nar, ili ujue kiyama kilivyo. Watu hawatojua kama wako uchi, hawatogundua siku nzito. Tume alivyotaja kiyama, akataja watu watafufuliwa wakiwa hawana nguo. Aisha akamwambia ya Rasulullah, hivi watu sio watakuwa wanachukuliana? Tumekwambia ya Aisha, fal amru ashaddu min an yanzara ba'dhum ila ba'd, jambo la kiyama ni jambo zito kuliko mtu kumwangalia mwingine. Kila mmoja anajiuliza, hivi mimi ni motoni au naenda peponi? Watu wanasahau, watu kujua kama hawana nguo. Siku nzito, yauma yaj'alu alwildana shiba, ni siku ambayo vitoto vidogo vitaota mvi. Kishindo cha siku ya kiyama, mpaka watoto wadogo mvi zinaota. Kwa hiyo wujuhu yawmaidhin musfira, siku hiyo nyuso za wale waumini zitakuwa zinang'aa, nyuso zinang'aa. Dhahikatun mustabshira, watu wakicheka, watatabasamu, kwa sababu wanakwenda kuonana na Mola wao. Wanakwenda kuingia mimbabi Rayyan, katika mlango wa Rayyan. Saimu lahu farhatan, mfungaji ana furaha mbili. Yafrahuhuma, atakazofurahia. Farhatun 'inda al-fitri, furaha ya kwanza ni wakati anapofanyaje, anapofungua, anafurahi, yuala tende. Na kuna wengine wanakosea. Dua ya mfungaji ni mustajabu, lakini mwingine anaomba dua huku anakula tende. Hasa hii inakuwa vipi? Wewe unakulaje tende na huko ndio unaomba dua? Sunna ni wewe ule, ukishamaliza kula ndio muombe Allah. Dhahaba dhama wa ibtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Kisha umwambie Allah, umwambie mengine Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahaba dhama wa yangu imeondoka, ibtalat al-uruq, mishipa imeachi, wa thabata al-ajru insha Allah, na ujira umethibiti Allah akipenda. Kisha mwambie Allah, ya Rabbi, Mola wangu, mimi na matatizo, mimi na majanga, ya Rabbi, naumwa, na shida, naomba unisaidie ya Rabbi. Hakuna kukukimbilia zaidi ya wewe Rabbi. Na magovi na mke, na magovi na mume, na magovi na familia, watoto wangu wanisikia ya Rabbi. Mwambie Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna baada ya kufungua ndio inatakiwa uombe. Maliza kufungua, umekula tende, kisha umwambie Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anafurahi anapofungua. Wa farahatun 'inda al-liqa, na furaha ya pili ni siku anakutana na Allah. Atafurahi kwa sababu ujira mkubwa. Inna fil janna la babun yuqalu lahu Rayyan, peponi kuna mlango unaitwa Rayyan, yadkhulu minhu saimun, wataingia ndani ya mlango huo waliofunga. Ni nani aliyefunga akaingia katika mlango wa Rayyan? Sio waliofunga tu kula kuacha na wake zao matamanio kwamba ndo saimun, sio hao. Ukiwa unasoma hadithi hii wataingia wafungaji, inabidi ujiulize vitu vingi sana. Kwanza ujiulize, macho yako yamefunga? Sababu masahaba ndio wanazungumza,
Utakapofunga basi macho yafanye nini? Yafunge. Masikio yafunge, ulimi ufunge, mkono ufunge, miguu ifunge. Hapo ndio umefunga. Na hao watakaoitwa mimbabi Rayyan, katika mlango wa Rayyan, ni wale waliofunga vitu hivi. Sio wale wanaoacha kula na kunywa na matamanio. Mbona hao ni wengi? Hao wengi. Watakaoitwa mimbabi Rayyan, ambao ni special kwa waliofunga, ambao ni special kwa waliopata ucha Mungu. Walifunga kula na kunywa na matamanio, wakafunga macho yao, wakafunga masikio yao, wakafunga ndimi zao, wakafunga mikono yao, wakafunga miguu yao, wakafunga mwili wote mzima. Hawa ndio watakaopata ucha Mungu. Kama wengine utasindikiza kwamba na wewe unaonekana umefunga, kumbe hauko katika orodha yenye kufunga. Yaani funga yako ya ovyo ovyo ukaitwa mimbabi Rayyan. Funga ovyo ovyo alafu ukaitwa mimbabi Rayyan, eti kwamba na wewe ni katika wafungaji. Ulifunga nini? Kwa ulifunga nini? Uko kwenye simu unaangalia takataka, kwenye simu unaangalia vimini, kwenye simu unaangalia nusu matiti. Wewe umefunga. Halata sai, wewe mfungaji wewe. Hamna kitu. Hamna kitu. Labda ubadilike kwa sababu nafasi bado unayo. Muda wa toba huko. Bado roho haijafika kwenye miturika, uambiwa kuna kutubia. Maana ukiona roho imefika hapa, ukaleta toba na wewe sikiliza, wewe toba ya kinafiki. Hakuna. Kwa hiyo wujuhu yawmaidhin alaiha ghabara, na sura zingine za waovu zitakuwa na mavumbi, zimechakaa vibaya. Yawma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh. Sura ni mbili siku ya kiyama. Sura inaye ififie. Ukiona imefifia wewe ni katika watu waovu. Sasa hawa watajwa hapa sura zimefifia vibaya. Alaiha ghabara, wujuh fi dhalika al-yawmi alaiha ghubarun wa dukhanun. Sura za waovu siku ya kiyama zina mavumbi, zina nyoshi. Kwa nini? Kwa sababu waliishi mbali na taa ya Allah. Zimesombwa na kiza, tarahaquha qatara, zimesombwa na kiza. Ulaika humul kafaratul fajara. Hawa ni waovu, hawa ni wapindaji, walimpinga Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakupata ucha Mungu. Na ucha Mungu ni nini? Ayaraka Allah fima amaraka, ni Allah kuone unafanya yale aliyokuamrisha, wala yaraka fima nahaa, asikuone unafanya aliyokukataza. Huo ndio ucha Mungu. Huo ndio ucha Mungu. Laysa taqwa bisiyam an-nahar wala biqiyam al-layl. Ucha Mungu tu si peke yake kufunga mchana, kusimama usiku. Kufunga ni sababu ya kupata ucha Mungu. Sawa? Na kusimama usiku ni sababu ya kupata nini? Lakini si kwamba kufunga ndio cha Mungu. La. Hasan al-Basri anasema fakam minan nas yasumuna nahar. Kwani watu wangapi wanafunga mchana hali ya kuwa wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Funga mchana, fanya maasi. Wayaqumuna al-layl, na usiku wamesimama. Umetoka kwenye swala ya tarawih, mara wanapitia kwenye mchepuko. Fanya haraka nitilie kikombe cha maziwa hapa hata kuelekea nyumbani. Nifunga. Wangapi wanatoka swala za tarawih hapo kwenye vijio vya kuna mirungi? Toka kwenye tarawih, umeviona wamekena na ratiba bana. Yaani wiki la kwanza itakuwa ni kwangu, wiki ya pili itakuwa ni kwa fulani. Kwa hiyo watu wanatoka wako kwenye tarawih, watu wanaswali, wenyewe wameweka meza, wana mirungi, wana bigiji, wana takataka zao, wana sigara. Hawa wamefunga. Hala haula isaimu. Hawa wamefunga, wanacheza. Watu wako kwenye tarawih wanaomba Allah subhanahu, wao wako kwenye meza mpaka saa ngapi? Saa 8. Bana hapa nimetosha sasa hapa. Ngoja nikatulie. Yaani mtu anakwenda nyumbani na ndio swala mirungi, majanga matupu. Hana kiasi kila siku.
Sasa utaacha lini? Mke amepiga mpodo kalala asuburia mume. Sasa katoka akimwangalia kampani yake na mwambie vipi? Mke wako kwa nini anakuja kuangalia? Mbona sisi ikiwa makwetu mwana wake zetu watokaje? Naona viambia mke ameona amelala ameamka na ngoja nikaangalia. Kiangalia nakuta njemba ziko kwenye meza. Wana mabigji yao na takataka zao za sigara na nini wanakula hapa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa akirudi unamwambia bana sikiliza bana wewe mfunza mkeo. Mbona sisi ikifika zamu yetu wake zetu wajaji kama hivi kuangalia? Wewe vipi bana? Hataki kuona hali kama hii. Basi taratibu mimi nitaenda kumuonya tu hamna shida. Wallahi anaingia kwenye kitanda ndo kafika usiku eti ataka haki zake. Kwa mtu amelala mpaka kama ni shaini pustiki zote zimemwagikia kwenye mto, kisha from nowhere unatoka huko na wahuni wenzako unakuja unakurupuka hapo unaanza kusema unajua haki zangu hivi unajua sanga. La haula wala quwwata illa billah. Sasa huyu akilala akipaki hapo anamka saa 7 mchana. Adhuhuri hajaswali. Wafungaji hao. Mtu anakuwa mkali. Mimi na mdai haki yangu mimi. Utalaniwa alaniwe nani? Usilaniwe wewe unayekula mirungi, alaniwe nani? Sema wewe utalaniwa. Mume yani ndio kila kitu. Hata nikija saa 9 wewe inabidi. Kwa hiyo ulikuwa kwenye tahajjud. Tena unaenda kumshtua mtu amelala zake na usingizi, amesha swali na swala zake na kama najua sasa hivi ndo narudi. Vipi? Tumesallama akiingia kimkuta Aisha amelala narudi nyuma. Chalale apumzike. Wewe umetoka kwenye mirungi unaenda kusukuma hapo. Sasa hivi vipi? Kisha Ramadhani ndani ya mwezi wa Ramadhani na maasi. Hawajui kuna siku ya kusimamisha mbele ya Allah yaum al-qiyama. Na mke mmoja anasema anamuomba Allah, ye Mola wangu, mume kama huyu usinikutanishe naye fil janna. Sikiliza hiyo dua. Mtu kama huyu ambaye hajui hisia zangu mimi aingia kitandani saa 9, kero nyingi, ya Rabbi, e Mola wangu, huyu mimi usinikutanishe naye peponi. Kwa nini usini mtu wa majanga kama unaombewa dua kama hizi? Ini anakuombea hata Allah sikutanishe naye peponi. Kero nyingi. Tumekaa kusubiri wewe uko kwenye vijio vya mirungi unatafuna. Na ukiambiwa wacha bana dua, niombe tuombe dua gani? Tuombe dua. Yaani wewe una dhamira kwamba sintoacha, au unakwambia situkuombe dua wewe. Niombeni dua, najua hii kazi ngumu. Kazi ngumu. Kazi ngumu kuacha. Mtu mmoja akasema, unajua mimi nikiacha sigara damu zinatoka puani. Kwa hiyo shetani ndo anakudanganya hivyo. Kwa hiyo asubuhi hadi jioni zinakuwaje? Zinakuwa zimekata. Nilimwambia bana na sigara hii bana ni mbaya hii. Usikia sasa unajua mimi nikiacha kuvuta sigara yani masaa 2 tu damu lazima zitoke puani. Samona Ramadhani mpaka nini? Mbona hazitoki inakuwa vipi? Yani mwezi huu wallahi thumma wallahi mtu kufanikiwa lazima apigike. Mwezi huu wa Ramadhani huu kama hutakuwa wasinikizaji, kama hutopigika kisawa sawa ukakoma na machafu ulionayo, wallahi ni hasara tu kwako. Kama hutokoma na maasi na madhambi unayomwasi Allah, shida kwamba sisi hatubadiliki na hatutaki kubadilika, alafu tunajipiga vifua kwamba tutafanikisha. Madhambi tulionayo ni rundo, machafu tulionayo ni rundo, alafu tunajipa ujasiri kwamba kwa saumu hii yatafutwa. Kama unataka madhambi yafutwe ujipange. Yatafutwa kweli.
Lakini kama ndio hivi na maasi hivi, hamna kitu. Na matokeo yanakuja tu na si muda mrefu. Semina inaisha. Semina iko karibia kuisha. Semina yakaribia kuisha. Subiri matokeo yako. Utajihukumu mwenyewe. Kweli ulitoboa ulifeli. Mwenyewe utajihukumu. Utajitathmini, hivi kwa hivi nilivyo mimi nitakuwa mmefanyaje? Mimi naona nitakuwa mmefeli. Sasa nishamrudia kimada. Nishafeli mimi. Ndio. Hivi kweli mimi nimefaulu nimefeli? Maana riba nimechukua tena. Ushafeli. Ujihukumu mwenyewe. Nilikuwa na swali Ramadhani sasa imeisha na si swali tena. Ushafeli. Kila mwenye kufeli lazima atajijua hapa ishachemka. Labda mwakani utafika. Nasallallahu alaihi man kana عنده سؤال فليسأل. Mwenye swali ulize Mungu na maswali. Naam. Unauliza msikiti uko karibu na makaburi. Maadamu wao hawaelekei makaburi, swala yao itakuwa ni sahihi. Liana nabii yakula tusalli al-qubur. Tumenasema msiswali kuelekea makaburi. Sasa kama makaburi yako upande huo wenyewe wanaelekea huko ndo kibla, basi swala yao ni sahihi. Lakini kama wataswali kuelekea makaburi, swala yao ni batil. Asiku niliwahi kwenda Dar es Salaam hivi, sehemu moja hivi msikiti Kariakoo, nikaingia ndani. Sasa mimi nikawa na swali lakini naangalia mbele, sio ni msikiti gani ule, sio Masjid Idrisa, sio ndo nani. Nikawa naangalia kwa safu ya kwanza, naangalia pale, akili zikanituma kwamba hii ni nini? Hii itakuwa ni kaburi. Hii ni kaburi. Pale nikafungua swala. Nikafungua swala nikatoka nje. Basi. Sababu kuswali ndani ya msikiti wenye kaburi swala ni batil. Nikafungua swala nikatoka. Karudi nyumbani kaenda kuswali dhuhuri. Swali, wewe unaingia ndani unakuta msikiti una kaburi, unaswali vipi? Tumenasema la tuswali al-qubur, msiswali kuelekea makaburi. Wewe unafunga swala mbele huko kuna kaburi. Si swali. Mwingine haina noma hiyo bana. Allahu akbar. Hayo ndo tablighi yao. Ni swali tu bana. Waswali. Haina noma. Utalipwa na nani? Hamna shida, unajua wenyewe walikosea, wenyewe walozika. Kwa mimi na makosa gani? Wewe umejua kaburi. Sema mimi na makosa gani? Wewe si umeona hilo kaburi, wewe unaswalije umeelekea kaburi? Kwani kaburi na msikiti kitu gani kimemtangulia mwenzie? Kama kaburi msikiti umekuja ukalikuta, tuvunje msikiti tuache kaburi. Ni kama kaburi limekuja limekuta msikiti, kaburi lihamishwe. Ubaki msikiti. Basi. Lakini watu wamejipofua macho, wanasema hii haina noma. Hapa si tutaswaliji hapa wala hamna shida. Mtume wenu amesemaje? Mmesahau mtume wenu amesema nini? Kwamba wazikwa msikitini waonekane kwamba ni wema. Wewe kama ulikuwa ni mwema toka mwanzo utakuwa mwema. Na kama wewe ulikuwa ni muovu mshenzi utakuwa ni mshenzi tu. Hiyo kadhani utakuwa ni wewe ulitengeneza wema huu. Leo tunazungumza saumu leo. Kuna wengine wako kwenye makaburi. Sheikh nisaidie. Na yeye tikafunga. Man sama Ramadhana imana. Atakayefunga Ramadhani na kwa imani iliyo sawa. Imani ya maelekezo ya Allah iliyonyooka. Sio kafunga umepinda una imani za kisufi. Na kwenye kwamba makaburi au unasema umefunga. Umefunga nini wewe? Shinda kumuomba alokuumba, unakimbilia kwenye vikaburi. Unaenda kuomba. Sheikh nisaidie mambo magumu, maisha yani yamegeuka. Nikana mshenzi tu na akili katika kichwa chako. Washinda kumuomba, watu wanamkimbilia Mola wao, wanamuomba huko kwenye kaburi.
Unatoka kusali mara umezunguka hapo kama unazunguka Al-Kaaba. Mwisho siku sasa unajua mimi uwezo wa nani? Ilivyokuwa mjinga. Allah anakuambia amwatun, hawa ni wafu. Ghairu ahya, hawako hai. Wama yash'uruna ayyana yub'athun. Wala hawajui atatafufuliwa lini. Na wengine wamefunga. Yupo tu kuanzia asubuhi hadi jioni. Abdul Qadir Shairillah. Abdul Qadir Shairillah. Shay'un lillah. Abdul Qadir ana nafasi ya uungu. La hawla wala quwwata fi Ramadhan. Mtu ndo kuanzia asubuhi yuko hivyo. Abdul Qadir Shairillah, Abdul Qadir. Mwingine madadi ya Abdul Qadir, madadi ya Abdul Qadir. Madad ya Abdul Qadir. Nisaidie Abdul Qadir. Wa huwa fi shahr Ramadhan. Yumo ndani ya funga ya Ramadhani na yeye anajipa ujasiri naye ataingia mlango wa Rayyan. Kadhabu, muongo. Hawaingii ndani ya Rayyani watu sampuli kama nyinyi, kuburiyuna ambao mnaabudia makaburi. Wale waliokuwa na ikhlasi na Mola wao wakamtegemea Mola wao, hao ndio ambao wataingia katika babu ya Rayyan. Kwa hiyo tunaingia kwenye Ramadhani sampuli nyingi tu. Wazinifu wamo, wala mirungi wamo, wazinifu nini, riba, watu wameingia ndani ya Ramadhani. Sote tu. Nani atakayefanikiwa? Hili ni swali utakaojiuliza wewe mwenyewe. Kwa hiyo pambana na nafsi yako, pambana na hali yako mwenyewe kama unataka kufanikiwa. Nani? Hawezi kusubiri Ramadhani, kwa sababu kama wewe Ramadhani imekukuta uko hai, basi ni mshukuru sana Allah. Si ndio Mtume amesema kwamba ameangukia pua man adrakahu Ramadhana, atakayekuta Ramadhani akafunga thumma nsalaha, ikaisha walam yughfar lahu, kisha sisamehe dhambi. Kwa hiyo ni ajabu sana eti wewe mwezi huu ukashindwa kusamehewa dhambi. Umefeli wewe. Sasa huyo amepata fursa, amwambie Mola wake afanye tauba, amwombe Allah msamaha, aweke azma ya kutorudi kwenye madhambi. Kafanikisha huyo. Kwa hiyo Ramadhani kisha kaendelea na ibada zake na nini, huyo kafanikisha. Asisubiri mpaka Ramadhani ishe kwamba ndo afanye toba. Toba iko kila muda. Toba iko, ukiona roho imefika hapa ndo toba hamna tena. Au jua limechomoza magharibi, wewe tayari ndo toba tena hakuna. Asallallahu alaihi wasallam.